Yes, thank you and thank you so much for tuning in, and of course mkiangalia tuko na one of the most amazing person, but before I introduce him, welcome to the Kenya digital space. Of course tuko na so many channels behind us, cameraman wako pale wanafanya maneno yao kweli, and we want to appreciate for that. And of course my name is Daniel Onsare. Karibuni sana. Leo ni siasa ya mlima. Ukiona chairman hapa hivi unajua mambo ni ile. Yaani mambo inachemka. Chairman. Yes. Karibu sana. Salimia watu wako bwana. Nataka nisalimie watu wote wa Kenya ambao wananiangalia na kunisikiza. Nikiwa hii Nairobi, Kenya. Niko sawa kabisa. Yes. Umekimbishwa sana chairman. Nimekimbia lakini pia si kukimbizwa, ni kukimbizana. Maana wananikimbisha ninapiga chenga. Ukinipiga nikipiga chenga napiga ingine. Ninapotea. By the time wanafika huko. Siko. Nimeshasonga. 2022 kulikuwa na marathon. Yes. And of course kukaenda vile kulikuwa. Yes. Naona saizi umeanza kujipanga for 2027. How are things so far? Saizi tumejaribu. Tumekuwa na hii maneno ya mlima kuleta watu pamoja. Tumeanzia na youth. Kuhakikisha kwamba youth wanajipanga kwa mipango mizuri. Maana hii generation tunaelekea, hii ni generation ya youth. Tumekuwa tukiambiwa kila wakati ati youth ni viongozi wa kesho. Mimi nimesimama kuambia youth, hiyo uongo lazima ifike mwisho. Uongo ya kuambiwa ni kesho, na waambia youth, amkeni, mambo ni sasa. Ni sahi. Kama sio sasa ni sasa hivi. Wakati tulikuwa tunaenda uchaguzi, watu walikuwa wanaambiwa nyinyi bodaboda, sijui mama mboga, sijui nini. Wale watu bado wako pale hawajatoka. Na tunataka hii nchi ikuwe nchi ya vitendo na haki. Wakenya ni lazima tujue ya kwamba kuna viongozi na wanasiasa. Tumekuwa na wanasiasa kwa muda mrefu sana. Lakini sasa tunataka viongozi waje. Ukiangalia hapa kwenye mlima huu wetu wa Mount Kenya region. Kuna watu wamechaguliwa, wabunge, maseneta, magavana. Na wale watu ni kana kwamba wote walifariki. Kwa sababu walichaguliwa wakafariki. Wachaguliwa na ni kama ni makaburi huko ya watu. Hakuna mtu anaongea kuhusu mashida za watu. Hakuna mtu anaangalia aone hii shida ya nchi yetu ya Mount Kenya tutaipanga namna gani. Na ndio tukaangalia sisi tunaelekea kwenye mto. Na unajua wakati Musa aliitwa na Mwenyezi Mungu watoe wana wa Israeli katika nchi ya Misri, ilibidi atumie nguvu nyingi sana. Na hiyo nguvu sasa ninaamini ndio inatakikana sasa kuwatoa wale watu katika hiyo Misri. Maana wametupwa huko na wakasahulika. Tunataka kuambia Wakenya na watu wa Mount Kenya kwamba wakati huu si kubahatisha. Tumekuja ili kuhakikisha kwamba mlima unasimama vizuri. Hakuna kuyumba, hakuna kwenda kona. Tunasonga mbele pamoja. Na vijana tunasema ndovu ni kuu. Ndovu ni kuu. Itabidi watujue. Na labda kwa kuuliza, manake umesema vijana. Are you working with any political leaders ambao wewe unasema that hawa ndio viongozi vijana ambao nataka wanisaidie kuleta mlima pamoja? Kuna vijana ambao ni wale wanaenda kuchukua wamechukua kura already. Wale wamefanya vote mara ya kwanza. Wale hawajazoea kudanganywa. So nimeamua kutafuta wale generation hii yenye zoea kudanganywa ama ile imedanganywa mara mingi sana. Na sasa lazima tuitoe kwenye hiyo utumwa. Tuambie hapana, hakuna tena kudanganywa. Tusonge mbele tukiwa na nia moja. Safari hii lazima tufike.
Unajua kuna kitu moja. Wakati Musa alipofariki, Musa alifariki na akaacha nchi hiyo ikiwa haina muongozo. Na Mwenyezi Mungu alikuja akaambia Musa amtumikie Mwenyezi Mungu kwa njia ambaye inafaa. Lakini bado alifariki. Ikawa sasa kuna mtu anaitwa Joshua. Huyo Joshua ndio alikuja kuwafikisha wana wa Israeli katika nchi ya Kanaani. So ninaamini wakati huu this is the Joshua generation. Na hii Joshua generation si Joshua ya wanasiasa ambao wamekuwa ama wako. Ni wale newcomers. Tunataka hii generation watu wasimame, wajue ya kwamba uongozi haupewanwi. Uongozi ni kuchukuliwa, unachukuliwa. Au ufai kugojea mtu akuje akupange. Ni unajipanga. Na ndio sasa tumeona katika mlima tumeanza kufanya mikutano ya hadhara hapa na pale. Tulikuwa hapo Roiro. Baada ya kutoka Roiro tumeanda hapo panaitwa Keno. Tutazunguka kaunti zote. Hizo kaunti zote tutazunguka tukitafuta amani. Na hiyo amani yes. Kusema unazunguka manake nimeona una umati wa watu. Mpaka niliona viongozi wengine wanaambiwa auongei. Ndio wewe sasa unakuja unasema huyu ni kiongozi wenyu, nyinyi mlimchagua, wacha afanye nini? Wacha ongee. Kivyako tu, how do you feel ukiona watu wanatokea kwa kikubwa sana to make sure that they come to support you? Haya mambo unayoona sasa sio foundation ya sasa. Miaka mingi iliyopita tumeishi kutafuta watu, tumeishi kusanya watu, tumeishi kuunganisha watu pamoja. Na wakati umefika ya mti ambao ulikuwa umepandwa zamani uanze kumea na kuonekana matunda yake. Na tunasema hii ni wakati wa vijana. The Joshua generation. The Joshua generation must wake up. Na hiyo Joshua generation ndio hawa vijana unaona hapa. Hatutaki confusion tena. Tunataka mambo na pesa mfukoni. Last time tuliambiwa ya kwamba nyinyi mtakuwa nyinyi mahasara, nyinyi mambo yanyu itakuwa mazuri, sijui tutawapanga na hasara fund, tutapanga nini. Hii mambo yote imekuwa ikakuja ni kitu fake. Haijaingiana. Nataka niwaambie wa Kenya hivi. Tunataka tutafute mpango ambao unaweza kufanya mwananchi wa kawaida ajisikie ako sawa. Na jambo la kwanza ningeambia vijana wale ambao ni vijana wadogo. Hii maneno ya kugojea ati uandikwe kila wakati. Si lazima uandikwe, lakini unaweza jipanga na vijana wengine hivi. Tunatafuta karoni kadogo. Tunajipanga. Na kujipanga huku kama vile unaonaga wanawake wanafanya merry-go-round. Tunaweza jipanga na tuwe kitu kimoja na tusimame na tuongoze nchi, tuwe na stable economy. Tuwe na peace. Na hiyo stability ninakwambia. Maana sasa mashamba hatuna. Kazi hatuna. So itabidi sisi tukae chini, tujipange. Vile tunaona area yetu inakaa. Kama ni kibarua watu wanaanza na vibarua. Kama ni mambo ya taksi watu wanaanza na taksi. Kama ni hiyo motorbike unaanza hapo. Lakini mnachanga kitu kidogo na tukienda hivi mimi nilianzia huko kwa bicycle. Na nimeshafaulu. So nataka niwafunze vijana kuanzia njia ya kumanuva na kuanzia biashara bila kuwa na capital yote. Watu wa mlima ni watu wa biashara na ukulima. Juzi tumeona Gachagua akiongelelea mambo ya kahawa akisema ama cartel the only thing anaweza fanya ni kuambia wakule pamoja wasikule kila kitu. Mwanzo alikuwa anasema that unajua nini kidogo ama cartel tutawamaliza. Saizi imefika ni tukule nusu. Sasa from your comment unaweza semaje? Ninaweza sema ya kwamba watu wanaweza anza kazi.
lakini wakifika maybe katikati inawashinda. Haifai ati mnakaa chini mnakula na makateos. Inakuwa hata ukikula na makateos itakuwa hata unaonekana hata kama wewe ni kateo mwingine. So hii kitu kama ni kumaliza kateos, ni kumaliza kabisa. Lakini sasa foundation ya hii makateo sio ya jana ama juzi, imetoka hapo zamani kidogo. Kwa hivyo ni kitu inataka mipangilio mzuri sana. Maneno na kahawa, maneno na majani chai, maneno na makadamia, kabla hata hizi maserikali zianze kuingia, hii bei ya kahawa, bei ya majani, bei ya makadamia, yote ilikuwa hivi. Lakini sasa tunaona bei inashuka chini. Hali ya maisha ya kuishi ya watu, hiyo maisha inaharibika. Tunasema hivi, ni lazima mtu akae na pesa mfukoni. Hii pesa mfukoni itakusaidia sana. Hakuna vile unaweza enda uptao kula chipo kama hauna kitu. Itabidi utoe kitu kwa mfuko. So tunaomba Mwenyezi Mungu atupe hiyo baraka na hekima tuweze kujifanyia kazi sisi wenyewe bila kutegemea mtu yoyote. Na tukiunganisha hizi akili zenye tuko nazo, unaona ni vijana wengi sana ambao wameenda university, na baada ya kwenda university wamefaulu, na wako nje tu wanakaa tu, na ukiwaangalia hawana kazi, hawana chochote. Tunasema ya kwamba hii tuwasaidie na fikira, ili wakuwe na fikira mzuri, wasijiingize katika hii maneno ya kukunywa dawa za kulevya, ulevi mwingi, kwa sababu ati hawana kakitu. Unaweza jiuliza hata hiyo ya kukunywa wanaipata wapi? Kama unasema una pesa ya kukunywa, hii ya kukunywa unapata wapi? Nikutoe hapo sasa nikupeleke kwa siasa ya mlima tena. Yes. Leo nimeona one lady called Pauline Njoroge akiwa ameandika something pale Facebook akisema that kuna watu ambao wanasema that wako na mkutano 31st, na hiyo mkutano ni ya ku hand over kingpinship ya Mount Kenya. Na from fununu wanasema wewe ndio uko na mkutano hiyo 31st. Na unatarajia president au former president kukuja. Mimi ningewaambia wa Kenya waache kufuatana na babrogas, wale ambao wamepotea njia na nia. Hii Kenya iko na watu wengi sana wako na fikira mzuri. Kuita watu wa Kenya hapo mkutano hapo Nyeri, hii ni kutumia hekima kubwa sana. Tunawaalika wote ambao wanaishi mlima wa Kenya waje pale. Hiyo siku tumetengeneza ni siku ya maombi. Viongozi waje kutoka sehemu zote za Mount Kenya, wakuje wafanye maombi. Na hata rais mstaafu Uhuru Kenyatta tumemwalika. Hata viongozi wote wa Mount Kenya tumewaalika. Hatujasema ati huyu asikuje, tumesema viongozi wote wamealikwa kwenye huu mkutano. Na mkutano wenyewe ni kuangalia mwongozo wa mlima. Tunaelekea wapi? Tumetoka wapi? Tumefika wapi? Hii mambo yote inafanyika hivi kwa nini? Tuiombee nchi yetu iwe na amani zaidi. Na kile kilio ambacho tuko nacho katika mlima huu wetu, maneno ya kahawa, maneno ya majani chai, maneno ya haya makandamia, tuangalie, tuombee wale watu wanafanya kazi katika mlima, ili wawe na nguvu, wawe na fikira mzuri, na nchi pia ikuwe imesimama vizuri. Ndio ni maombi ya kitaifa. Na hiyo maombi ya kitaifa itafanyika hapo Nyeri. Nataka uwakaribishe waheshimiwa Kenya Kwanza leo. Nataka uwakaribishe waheshimiwa Kenya Kwanza. Mimi sijasema ati waheshimiwa wa Kenya Kwanza. Nimesema maana wewe ni opposition. Mimi nimesema viongozi wote wa Mount Kenya. Viongozi wote wa Mount Kenya. Awe mtu wa Kenya Kwanza, awe mtu wa
Azimio. Hapo hakutakuwa na Azimio ama Kenya Kwanza, ni mlima. Itakuwa ni mlima wa Kenya. Na unajua ukienda sherehe za wazee, ukienda sherehe za wazee, unaenda wazee ndio wanakuwa wakubwa katika ile kikao. Hata kama wewe ni MP, hata kama wewe ni minister, hata kama wewe ni kitu gani, ukifika hapo unafuata sheria ya wazee. Kwa hivyo maombi yenye iko hapo ni ya wazee. Kwanza kabisa wazee wa Mount Kenya wameandaa maombi hayo ili kualika vijana wao wote ambao wako katika mlima waje ili wawabariki na waombe waweze kusonga mbele katika mwaka ujao. Na hii itafanyika kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo watu wote wamealikwa, wale ambao wanaishi katika mlima wa Kenya. So si kingpinship unaenda kupatiwa? Hakuna mambo na kingpin. Unanielewa? Hii kitu hata uongozi si kupewa unapewa. Hapana. Lazima upiganie. Hii maneno ya kusema ati unangojea ukae chini sana ati utaletewa kitu. Tumeona wengi wakiletewa hata fimbo. Hata wakati Nyayo alifariki alipea mtu fimbo. Lakini si kusema hivyo. Fimbo ni kitu inakuwa na roho. Kiroho. Ni baraka. Ukishapata baraka ya wazee na upate baraka ya viongozi, hakuna kitu kingine unatafuta, ndio hiyo baraka peke yake. Saizi wewe ndio the leading Mount Kenya leader. Because from all those blogs ambazo tumekuwa tukiangalia, watu wamekuwa wakipost numbers, unapata kama wameweka wewe, Mheshimiwa Gachagua na wengine, unapata that uko kuna percentage kubwa. Unaonanga hizi vitu na kama unaziona unasikianga aje? Hizi vitu naziona. Mimi ni mtu niko digital. Wewe ni digital? Ninaangalianga huku kwa YouTube. Ninafunguka huko kwingine. Ninaona kila kitu. Hata kwa TV ninaona vile mambo inafanyika. Ningesema ninawashukuru wa Kenya kwa wanaona ninaweza. Ninawashukuru wa Kenya maana wako na akili ya kutosha kujua ya kwamba huyu ni kiongozi ambaye anaweza ongoza watu, anaweza ongoza mlima yote, na kuongoza mlima ni kama kusema ya kwamba nchi yote kwa jumla tunaweza shika pamoja na tusonga pamoja. Na kwa kuuliza tu, manake tuko karibu kumaliza, swali ya udhani tu ile ya kukuchokoza. Wewe ni kiongozi na kuna zile vitu ambazo mtu anafanya tena na regret baadaye. Kuna ile kitu moja ambayo ushaifanya saizi unasema kama kiongozi singefanya hivi, yenye unaweza ambia tu wa Kenya? Unaye kweli? By the way, hata kama hii ni mambo unasikia ati mambo ya Mungiki, hii mambo ya Mungiki nilianza nikiwa na 15 years. 15 years. Za ndani hizo. Unanielewa? Hizi mambo unasikiaga mambo na Mungiki. Ni vijana walipata shida wakiwa pamoja. Ikawa sasa wale vijana karibia mic. Ikawa sasa wale vijana ni lazima watafute namna ya kupata kakitu. Na vile walianza kutafuta namna ya kupata kakitu, tukaanza kutafuta vibarua ya kulima, ya kubebea watu mizigo, kama vile maisha ya kawaida. Sasa tulipoanza hiyo kazi, mzee mwingine anaitwa Mutuli akasema hapana, hii kazi kulingana na vile tunafanya hatutaki watu wengi sana. So hili jina la Mungiki ilisema hatutaki watu ilikuwa inasema hatutaki watu wengi. Ikawa sasa watu wametuita hilo jina. Lakini ni kusema ni watu wengi. So pale tulipokuwa hapo, hatuwezi kurecorrect chochote ambacho kilifanyika. Maana kila kitu inakuwa na kusudi lake. Kama ni mambo na vijana wanakuwa na utoto wao. Vijana wanakuwa na mambo zao. Hawezi kusema ati ile kitu nilifanya nikiwa kijana na regret. Mimi hakuna sina majuto yoyote. Kama imeshafanyika. Mtu alizaliwa ili aishi, na baada ya kuishi huwezi kusema nina regret maisha yangu.
vile Mungu amekupangia ndio hivyo na itakuwa hivyo. Yes. Umesema kuregret. Vijana wastahili kuregret. Sasa mimi nilisaliwa kama buffalo soldier. Kama buffalo soldier. Once a soldier, always a soldier. So what we are doing here ni kukumbuka tu yale matokeo ambayo yamekuwa na tunawaambia vijana amkeni. Msiangalie hii nchi ikiharibika. Simameni imara ili tusimamie nchi yetu ya mlima na nchi yote kwa jumla. Saidieni viongozi wale ambao wamechaguliwa. Awe ni kiongozi wa Azimio, awe ni kiongozi wa Kenya Kwanza, tunataka msaidiane mashinani. Maana akiwa gavana wa Azimio kuna watu walichagua Kenya Kwanza. So wote itabidi tusaidiane na wao. Hakuna ati yule mzuri na yule mbaya. Aliyechagua Rais William Ruto, aliyechagua baba, wote ni viongozi. Na ikifika wakati wa maandamano, maendeleo, wote wanahitaji maendeleo. Hatuwezi kusema ati hii ni area ya Kenya Kwanza, ni area ya Azimio. Sasa hatuna haja ya kufikiria mambo kama hayo. Tunafikiria maendeleo na amani ya wananchi ya Kenya. Swali moja la mwisho before tumalize. Yes. So far, President, ni vitu ngapi unaweza sema amefanya ambazo wewe unakubali na unasema yenyewe kweli amefanya? Najua kila serikali ikikuja inakujanga na uongozi wake. Sasa ile kitu ya maana ninaweza sema Rais Ruto amefanya ni kama vile wale watu wa Azimio walikuwa wanafanya maandamano. Na baada ya kufanya maandamano alisema watu wakae chini. Ili wajaribu kutafuta suluhisho ya mambo ambayo wanasumbua. Na tumeona hiyo kamati ya watu 7 imekaa hapo. Kamati nyingine watu 7 imekaa hapa. Na hiyo ni jambo moja ambalo tunastahili kumpongeza kwa hiyo maneno. Na pia nchi imekaa na amani. Sababu kuna rais anaweza ingia katika nchi uone nchi haina amani. Hata kama kuna mafurugano kidogo hawezi kosa ile amani imepatikana. Kuna hiyo kitu inaitwa stability. Pia haiwezi kosa mabaya imefanyika kwingine. Kuna nyumba zimebomolewa, kwingine watu wanalala nje, kwingine promises hazijakuwa fulfilled. Hii ni 50-50. Mambo imekuwa mazuri na imekuwa mabaya. Kwa hivyo tunasema hivi, ni vizuri viongozi wale wako, wawe upande wa Azimio, wawe upande wa Kenya Kwanza, ni vizuri watu wajue ya kwamba uchaguzi isha. Na baada ya uchaguzi kuisha, sasa ni wakati wa kuwatafutia viongozi wetu njia ya kusimama vizuri. Vijana wale wako huko mashinani wote wanatutegemea. Lazima tuwasaidie katika kila njia. Na hii tukifanya itafanyika vizuri. Ambia baba kitu. Tukimaliza ambia baba kitu. Baba huyu wetu. Baba mmoja. Baba nataka niambie baba ambaye ni Raila Amolo Odinga. Wewe baba lazima ujihadhari mafisi ya watu wale wamekuzunguka. Na uko na mafisi wengi sana baba. Especially mafisi wametoka Mount Kenya, wametoka Western, everywhere. Wote wanakuja kukwambia ati huyu mtu si mzuri, huyu mtu si mzuri, huyu mtu si mzuri. Walikupatia mawaidha potovu. Ukawapatia pesa waende wakafanye campaign. Walikuwa narara kwa lodging. Walikuwa nafanya kazi yao. Wengine sasa wanamaliza nyumba zenye walianza wakati wa campaign. Sasa lazima ukatae kudanganywa na hao wakora ambao wako karibu na wewe. Wale wakora wanakupanga kila wakati. Wewe baba kama unataka kufaulu raundi hii, lazima ujihadhari vizuri sana. Walikudanganya uanze kupanda mlima kupitia matajiri. Sasa na wakakwambia
matajiri kama wale wamejipanga hapo, matajiri wao ndio mnawezana nao. Sasa round hii kama unataka uongozi, enda huko mashinani. Na ukienda huko mashinani, pitia kwenye mchezo, pitia kanisa, kuwa mtu wa kuingia makanisa kila wakati, every Sunday una report kwa kanisa. Ukitoka hapo unaenda kwa maombolezi kila wakati, unahakikisha umeomboleza na watu. Umetoka hapo wakati wa mazishi, unaingia hapo, unapatia watu pole. Kwa mfano sasa tuko na maombolezi ya mwanamuziki ambaye anaitwa Moheko, ambaye amekuwa akiimba nyimbo sana hapa. Kwa mfano wameimba na Maspring nyimbo ya honeymoon. Wakati watu walienda na mtu wake kwa honeymoon, kuliendaje? Hiyo nyimbo, ngoma hiyo iko. Nataka kuona baba akihudhuria hiyo maombolezi. Nataka kuona baba akienda hiyo mazishi. Nataka kuona baba akiingia kwenye mlima. Na baba, lazima ufungue simu yako vizuri. Ufungue simu na utafute hotline ili kila mtu akuwe karibu na baba na tuweze kufanya kazi na baba vizuri. Otherwise baba, unaweza fanya kazi mingi sana ya bure, na hiyo mambo yote unafanya inaharibiwa na wakora ambao wako karibu na baba. Na labda maneno yako ya mwisho kwa watu wa mlima, unaweza waambia nini? Watu wa mlima, imefika wakati ni lazima sisi zote tuongee ukweli. Tulidanganyana. Tulidanganywa. Na imefika wakati hatutaki kudanganywa tena, na hatutaki kudanganyana. Kama tushaingia kwenye mto, njia ni kutafuta vile tutatoka kwenye mto. Tutatoka namna gani? Tuko wapi? Na kama wewe tulikuonyesha, sisi tukiwa Azimio tulikuwa tunakuambia hii ndio njia. Na wengine wakatuambia hii ndio njia. Sasa kama ukienda huko upate ugonjwa fulani, kama hiyo ugonjwa ya yellow fever ambayo ilishikashika watu, itabidi ukunywe dawa vile ziko kulingana na ugonjwa yako. Na si kuishi na kulalamika kila wakati, ni kuishi na kupanga kazi. Kama umeenda na ukapoteza, si kushinda ukisema umepoteza. Tunasema asiyekubali kushindwa si mshindani. Tukubali tulikuwa na makosa. Tukubali tumefeli. Na hata upande wa kupanga kazi tumefeli. Lazima tusimame tena. Sababu kuvunjika kwa mwiko si mwisho wa upishi. Wananchi wa Kenya ambao mnaishi katika mlima, mimi niko hapa. Mimi kama Honorable Maina Njenga, mimi nimejitokeza kama kupanga kazi hapa Mount Kenya. Niko tayari na niko na ujuzi. Nimepanga kazi miaka mingi, na ndio nilimwambia hawa wa Kenya, iwapo nilikuwa chairman wa organization ambayo inaitwa Mungiki hapo zamani, nikakuwa pastor, nikakuwa bishop, saizi niko archbishop, bado unaenda kuniambia ati mimi ninaitwa X. Tuko na mambo mengi sana. Niko na organization inaitwa Amani Sasa Foundation. Niko na ingine inaitwa CIM ambaye ni Christian Independent Movement. Nimesimamia katika viongozi karibu 5,000 churches ambaye ninasimamia mimi kama chairman. Nataka wa Kenya waanze kujua aliyekuwa mtoto si mtoto tena. Amesha grow na ako na akili. Amesoma na anaweza kupanga mambo kwa utaratibu. Nimekuwa nikihudhuria makanisa, na jana nilikuwa Mweki. Nikatoka hapo nikaenda maombolezi kwa Moheko. Nikatoka hapo tukaenda ngoma hapo what? OJ. Na nimetoka hapo saa 6 usiku. Na nimehubiri Injili.
Na wale maadui wanakujanga kuniletea bangi kutoka hapa Mount Kenya, maana si kwingine. Bangi inatoka Mount Kenya, especially sehemu za Nyeri. Wale watu wanakujanga kuniletea bangi wanatumwa kutoka Nyeri, waje Nakuru, waje hapa Nairobi, waje kila area waniletee bangi. Bangi inakuja kwa magunia. Bunduki ninaletewa zile ambazo zimetumika kwenye vikosi. Nikiwa Nairobi ndio bangi zinapatikana Nakuru. Nikiwa Nairobi ndio bunduki zinapatikana huku. Inasemekana ati huyu Maina ni jangiri dosi. Huyu Maina ni mtu wa bangi. Kama wewe kwa mfano ulikuwa na bangi hapa Nakuru, na unajua unatafuta na polisi, do you continue keeping your bangi the next house? You can't. Kwa hivyo hizi makesi ambazo zimekuja hapa ni propaganda. Na kama kweli Rais William Samoei Arap Ruto yeye ni anapenda amani na angetaka watu wakae na amani, hizi makesi zote zimekuja na maandamano aziondoe zote. Kama Liari anataka watu waelewane, baba na yeye na wengine wanapoongea na baba hapo, kama vile walikutana hapo Mombasa, hata sisi tukutane hapa mashinani na wengine, ili tutengeneze amani na maridhiano. Tunataka kuona vijana wakiungana. Tunataka kuona wasichana wakiungana, wamama wakiungana, everybody akiungana kwa sababu ya amani. Hakuna nchi inaweza survive bila amani. We want peace and stability of this nation. We want to see everybody peaceful, akijiona vizuri, anaishi vizuri, anaweza kusomesha watoto wake, anaweza kufanya biashara yake, na anafurahia matunda ya kazi yake. Na kila mtu anakula jasho yake. Si kama vile unasema ati vijana kama ng'ombe za watu. Kuna watu wanazunguka hapa Mount Kenya wakisema ati vijana wale walikuwa ati wanakama ng'ombe za watu. Kuna ati wao vijana ni vijana hatari sana, sijui walipigana wakafanya. Kama uko na ushahidi wowote, peleka kotini. Si kumjadala ya people's court, people's opinion court. No, go to court. File a case against us. Tukimaliza mkubwa, nataka kwa sekunde 30, manake ndio nimeikumbuka tu. Kwa sekunde 30 umalizie tu ukiniambia kama mambo ya Kawira Mwangaza huko mlimani, manake pia huko ni mlima. Ni propaganda, ni natolewa kwa vitina, ama ni nini? Nchi ya Kenya iko na demokrasia. Tuko na haki ya kuchagua wamama, tuko na haki ya kuchagua wanaume. Na mimi sioni ni vizuri tukikaa tukifuruka Kawira Mwangaza. Mimi nasema ya kwamba lazima tuwe viongozi wa kuvumiliana. Awe mama, awe kijana, lazima tuwe wa kuvumiliana. Tuangalie uongozi wa Kawira Mwangaza. Anaweza kuwa anakosea sasa, anakosea kesho, lakini hakuna malaika. All of us, sisi ni watu wa kukosea. Ningewauliza wa Meru, maana hata mimi naishi huko Meru, tuwe watu wa kuvumiliana. Kuvumiliana na si kutafutiana makosa kila wakati. Lakini najua kuna mkono wa watu wakubwa ambao wanaenda kufanya hiyo kazi. So unaona tu watu wakiribera against Kawira, watu waribera, lakini kuna mkono wa mtu ama watu ambao unafanya hiyo kazi wakijificha. So wewe unaona rebellion tu. Lakini jiulize, hii nguvu ya kushinda ukifanya pricing to Kawira inatoka wapi? Hii nguvu inatoka sehemu fulani. Unaona Senate kimsaidia? Unajua wale wakora wanaweza toka huko hata wakuja kwa Senate, maana wako na nguvu. So hii ushindi wa Kawira tunauweka mkononi mwa Mwenyezi Mungu.
Amen. Maana wakora wako Meru, wakora wako Nairobi, wakora everywhere. Na lazima tumuombe Mwenyezi Mungu atusaidie tutoke katika hii utumwa. Maana hii nchi ni kama nchi inasumbuka kidogo. Lazima ninawaambia mtu akiwa hata kama umeoa bibi, huwezi kumuona ati akuwe mzuri kwa siku moja. Bibi anaishi kwa nyumba kwa kuvumiliana. So tuvumilie mambo yenye tuko naye, tuende pole pole na mambo yatasimama na yatakuwa mazuri. Yes, thank you so much. Of course mmemsikiza, that is anaitwa Maina Njenga. Watu wa mlima wanamuita chairman. Na kama wewe si wa mlima unamuitaje? Anaitwa His Excellency Honorable Maina Njenga. Unanielewa? Umesikia yeye mwenyewe ndio amesema His Excellency Honorable Maina Njenga. Thank you so much for watching. Hadi wakati mwingine tutamtafuta tuongelelee mambo ya Mungiki full time. Hiyo ni request nimemake mbele ya kamera. So thank you so much for watching. Hadi wakati mwingine we will keep on giving you great content. Thank you so much.